Nini? Ni nini hizo napigiwa simu hapa ati umeniweka next of kin kwa vitu za upuzi? What do you mean vitu za upuzi? Yaani Lydia, napigiwa simu hapa na mama ati umeniweka next of kin kwa chama ya kugawana vyombo. Vyombo. Ati napigiwa simu hapa ati wamekupigia simu ati umefikiwa na masufuria na mabakuli, ati na wanakupigia simu na wakupati. Sasa wananipigia hapa ati waniletee mimi mabakuli. Nani hutumia hotpot kwa hii era? Na nilikuambia uache kuniweka kwa hizo vitu za upuzi. Hizo vitu za upuzi za kuniandikisha kwa documents bila kuniuliza mimi staki. Staki. Hivi si ndio ulitoka hapo kaenda ukaweka jina yangu kwa nini ya simu? Ukachukua loan na jina yangu kama garanta. Hiyo simu nilikuwa nachukulia mtoto wako. Mtoto wangu? Kama ulikuwa unachukulia hiyo simu Ryan, mbona huwa haitumii? Kila time natafuta mtoto simpati. Natafuta mtoto simpati. Mama yake ndio namuona amepiga simu, amepiga picha safi ameweka kwa WhatsApp status. Hata jana nimepigia Ryan simu. Mbona sikuwa nampata? Juu nilimpigia video call ya WhatsApp ndio tufanye homework sikumpata. Okay, sasa ungempata aje na hatuna bundles? Bundles? Mbona hamna bundles? Mbona hamna bundles na when mwezi ilianza ulinipigia hapa nikakutumia pesa? Ukaniambia utakuwa unanunua bundles za weekly za Airtel? Sasa siwezi nunua. Uwezi nunua kwa nini na nilikuonyesha mpaka venye mtu unanunua smart bundles kwa my Airtel app? Ryan aliingisha simu yangu kwa maji juzi. Na kama aliingisha simu kwa maji, mbona uwezi nunua bundles na Katululu? Si unakuanga na Katululu? Aje, hata unajisikiza kitu unasema? Kujisikiza, si ndio? Si nakwambia unaweza nunua bundles na Katululu. Si utumie USSD. Si udial *544# ununulie mtoto bundles hapo. Everything yenye iko kwa my Airtel app utaipata hapo kwa USSD. Ni nini ukusumbua wewe? Na uchukue SIM card utoe kwa Katululu, uweke kwa iPad yake, haitumie huko. No. Ebu ngoja. Kama simu yako iliingia kwa maji, sasa unanipigia na nini? Hebu nitumie pesa za bundles, wacha kuniuliza hapa maswali. Haya. Ni nini? Bwana asifiwe Baba Ryan. Bwana asifiwe. Hata sijui nitaanzia wapi. Unajua nimekuwa hapa, nimetoka kuona video ya jamaa fulani amechizishwa na baby mama wake. Nikakaa hivi nikajiambia, mimi siwezi taka itufikishe hapo. Okay, najua hata tukidate back then sikuwa the best for you. Nilikuwa nakukosea, hata saa hii nashinanga tu nikikupigia kelele. Saa zingine nakuwa inconsiderate. Ndio nilikuwa nataka find it in your heart uniforgive cause nimekuwa hapa nikireflect najiambia mimi hata naona saa zingine ni kama vitu zenye tunafanya zinafanyanga mtoto wetu akue depressed. So moving forward nataka tukae tu chini tufanye what's the best for our child So kama nishai kukosea, please Marcus, please find it in your heart to forgive me, please. Nimesema pole, sitaki kusumbua tena. It's okay, hapo umeongea vizuri. Hata mimi ukiongea hivyo hakuna kitu naweza sema yenye ni mbaya. Hata mimi nimekuwa na inconsistency zangu. Hata mimi sometimes sijakuwa the best. Hata kwa mtoto wetu saa zingine na kucheleweshea pesa. Saa zingine pia nakuwa inconsistent. Lakini kama tutaongeleshana hivi kama watu wako civilized, then ni kitu poa, ni kitu we can make it work. So pia mimi I want to take hii opportunity kusema pole. Mahali nimekuvuka unisamehe. Na hata in fact now that tumeanza kuongea hivi vizuri, naweza suggest tunaweza meet leo usiku tuongee. At least tunaweza ona whether to meet kwangu ama kwako tuweze kusikizana. Nini?
anafanya unyonge sauti. Unanyongea nani? Siku hizi mnaita meeting. Tuna meet tuongee nini? Wacha sasa nikwambie hapo mahali huko. Kama unafikiria nishai kuonyesha moto, saa hii ndio moto sasa inaenda kuwaka. Nakwambia nitakuonyesha moto hadi utakuwa umeniwekea standing order. Pesa inatumwa inakatwa kwa bank direct kama imetumwa kwangu. Unasikia? Kama tuna meet nini? Kwani hujaangalia date? Hujui leo ni date gani? Ebu tuma pesa Marcus. Unanyongea nani sauti? Tuma pesa ama njai tumalize. Wewe, hizi masimu zako haziwezi ngoja hata na huko February. Ni nini? Nakuulizaje Lydia? Ukiwa Pumwani ulizanga watoto wangapi? Ndio mimi nilizaa watoto wangapi? Ni nini wewe? Nakuuliza kwa sababu Kaswiti amenitumia hapa screenshot, na kwa hiyo screenshot ameniambia tinia imetoka kwa WhatsApp status ya jamaa walienda na yeye campus. Huyo jamaa amepost hapo akisema ati new year new grade, all the best my son. Na nikiangalia picha imepostiwa hapo ni picha inakaa kabisa kama Ryan. So ndio nakuuliza tena, ukiwa Pumwani kwani ulizaa twins? Na si unajua nilizaa mtoto mmoja. Ni nini? Kama ulizaa mtoto mmoja, basi mbona mwanaume stranger anapost Ryan kwa status yake? Wewe mwenyewe si ni wewe ulisema mtoto ni wa jamii? Si ni wewe unashindanga hapa ukiniimbia vile sijui ukiwa mdogo ulilelewa na jamii. Iko wapi shida jamii kiamua kupost mtoto wangu kwa status? Lydia, usijaribu kunibeba ujinga. Unajua kitu nauliza. Okay, sawa basi tuseme hata ni ukweli huo kazini yako mdaku ako right. Mtoto amepostiwa na babake and then? Okay, amepostiwa na babake. Umesema amepostiwa na babake. What do you mean amepostiwa na babake? Hebu nikuulize Marcus, kwani nikipata boyfriend si automatically anakuwa baba Ryan? Okay. Sasa nakushika. So by hiyo logic inamaanisha kama basi hivyo ndio unafikiria. Mbona unashindanga hapa ukiniambia ati nisiwahi introduce Ryan kwa mama yote? Hebu nikumbushe ulikuwa Pumwani ward? Ulikuwa wing gani? Bed number? Labor how many hours? Sikiza hapa Marcus. Kutoka leo nataka ujue hatutoshani. Mimi na hatutoshani, unasikia? Hii ni kama serikali. Ujue kuna president na kuna deputy. President ni permanent na deputy anaweza badilishwa anytime. Unasikia? Na ukiendelea na hiyo kierere vile unanirushia mdomo hapo, mtusi atakuongelesha kwa status. Rubbish. Okay. Ni sawa Madam President, nimekusikia loud and clear. Nataka tu sasa pia mimi nikukumbushe responsibilities of a president. Sawa. The president is supposed to take care of the education, supposed to take care of health care. The president should ensure food security. The president should take care of housing na welfare zingine zote zenye zinahitajika. Sawa. Shule ndio hizo zimefunguliwa. All the best Madam President. Marcus!